Mimi nilipokuwa mchungaji kule Msoma, kuna mchungaji mmoja ambaye alikuwa rafiki yangu. Alikuwa na kidonda kikubwa sana kwenye mguu wake. Kikubwa sana. Yaani mpaka watu wengine wanamkimbia. Akikunja suruali hivi kwenye mguu hapa kuna donda ndugu kubwa kabisa. Yaani ukikaa naye unasikia vibaya. Lakini mimi alikuwa anapenda, anakuja anampa faraja, mchungaji alikuwa ni mtu mzima. Na mara nyingi akija Msoma mjini alikuwa anapenda kuja kulala nyumbani kwangu. Kwa na chumba kimoja na sebule, mimi niko single wakati huo. Kwa hiyo akija namtandikia godoro pale, analala pale. Sasa siku moja akaja Msoma, mimi sipo. Nikaambiwa amekuja yule mchungaji, niko bwana hapa. Nikamwambia nenda kalale hapo nyumbani, ufunguo uko sehemu fulani. Kipindi kile sisi ukitaka kuweka funguo kuna jiwe tu mahali fulani, unaliinua funguo zinawekwa chini ya jiwe hapo. Watu wengine bado wanaendelea mpaka leo. Ukimuuliza muulize wenzako, funguo umeziweka wapi? Funguo umeziweka wapi? Akamwambia kuna kiatu kimetupwa hapo nje, ndani kina funguo hicho kiatu. Wengine ukifunga hivi unaziweka juu ya mlango hapo. Sasa nikamwambia kuna jiwe hapo, funua. Akafungua jiwe, akaingia. Sasa safari hii akaenda kulala kwenye kitanda ambacho mimi nalala mle ndani. Sawa, mimi sikuwepo. Amelala. Alipolala akaota ndoto. Anasema alipokuwa amelala akaota ndoto. Anasema nilimwona mtu mweupe ana upanga amesimama mbele yangu. Anaota. Akaniambia, la Gwajima. Yaani yule mtu anamwambia, la Gwajima, ni nini kimekupata mpaka umeumia hivi kwenye mguu? Anaota. Alafu kuna malaika wengine wanaangaliana, wanalaumiwa na kwamba kwa nini nimemwachia Gwajima mpaka mguu umeumia hivi. Alafu anasema akaja mtu mmoja akashika kwenye kile kidonda. Akachukua, anasema yeye akachukua kama kile kinyesi cha ng'ombe kilichokauka. Yaani kile kidonda akachukua ni kama kinyesi cha ng'ombe kilichokauka, akakitupa. Akaamka kwenye ndoto. Alipoamka kidonda hakipo. Ndiyo. Alipoamka kidonda hakipo. Sio kwamba kuna kovu. Hakipo. Mpaka leo ni rafiki yangu. Na juzi tu alikuwa amekuja hapa rafiki yangu. Hakipo. Alikimbia kutoka pale alipokuwa kuja kunifuata kule nilikokuwa nimesafiri. Anaogopa, anasema kuna watu wamekuja wameniita mimi Gwajima, wameniconfuse mimi na wewe, wameniponya kwa jina lako. Nikamwambia hao watakuwa malaika wangu wale. Umelala kwenye kitanda changu, wakajua. Nikaelewa kwa nini Joshua, Elisha, yule mtoto aliyekuwa amekufa akampandisha kwenye kitanda chake. Kumbe anajua kuna malaika maalum wanaangalia watumishi wa Mungu, wanalinda watumishi wa Mungu. Atakuondolea ugonjwa wako. Nilishangaa sana kwamba malaika wameconfuse. Kulikuwa na rafiki yake na Msimbe. Rafiki yake na Msimbe ambaye aliwahi kutangulia mbele za haki. Rafiki yake na engineer Msimbe. Alikuwa anaumwa kansa. Msimbe yuko hapa. Sasa mimi nikamwita kumwombea. Kumwita kumwombea, nilipomwekea mkono akaanguka chini. Akawa kama amezimia, amekufa. Sasa mimi nikawa na wasiwasi. Mimi mtu namwombea, alafu kama amekufa. Ila anapumua. Baada kama ya nusu saa akaamka. Kaambia ulikuwa wapi? Akasema nilikuwa kwenye operation. Ananiambia nakushukuru sana, mmenifanyia operation. Ananiuliza, ila wale wa madaktari wale wakarimu sana. Kumbuka mimi sasa nachanganyikiwa. Tuko naye ofisini. Madaktari wakarimu sana. Wamenipeleka juu, wamefungua mahali nilipokuwa naumwa, wamenitibu, wakaniambia usiwaendee wale tena. Yaani alikuwa ametibiwa na wale wamemfanyia chemotherapy. Wakamwambia wale usiwaendee tena. Daktari wako ni huyu hapa, yani mimi. Akaniambia, mbona baba hujaniambia kumbe nawe ni daktari jamani?
Usingekuwa umeniambia nisiwe naendea. Na mimi nashangaa tu. Na mimi nashangaa. Mbona mimi nashangaa? Akapokea uponyaji. Alikuja kupata matatizo kwa sababu baadaye imani kayumba, akaanza kuwaendea wale. Ukiponywa na Mungu, uponyaji wake ni wa kudumu. Unaweza ukaponywa na Mungu kwa mikono ya daktari, unaweza ukaponywa na Mungu mwenyewe, lakini vyovyote vile Mungu akikuponya, uponyaji wake ni wa kudumu. Ninaamuru kuanzia sasa hivi, mtu anayeumwa, shika mahala popote unapoumwa, nataka kuitangaza baraka ya uponyaji katika jina la Yesu. Shika popote unapoumwa pale. Imeandikwa, ukimtumikia Bwana Mungu wako atakuondolea ugonjwa kati yako. Na mimi natangaza kuanzia sasa, mwanangu, ule ugonjwa wa kichwa, ule ugonjwa wa moyo, ule ugonjwa wa kifafa, ule ugonjwa wa kutokuzaa, ule ugonjwa wa miguu, yale magonjwa ya tumbo, ule ugonjwa wa kusikia vitu vinaunguruma masikioni, ule ugonjwa wa kifua, ule ugonjwa wa kifafa, ule ugonjwa wa kuchanganyikiwa, ninakuondolea kuanzia sasa katika jina la Yesu. Mtu aseme haleluya. Imeshakuwa